hatua ya kwanza inaitwa pumbazo. Hello, Mr. PD. Kila kitu kipo tayari kabisa. Mpaka furniture zilishawekwa kwenye mpangilio ulioko kamili kabisa. Kilichobaki ni wewe kukusanya nguo zako na kuhamia tu. Asante sana kwa msaada wako. But remember important things. Don't forget to note down. Okay, worry out. Yeah, okay. Darling. Yes, darling. Kunywa basi maji. Baby, I know. Najua ni tujapata muda mwingi sana kukaa. Almost nimekuwa busy sana. Lakini pia hii simu nilotoka kuongea nayo imenivuruga kweli kweli. Zela was important issue. Ndio nikaifanya sasa hivi. Unajua kuna watu wanatamani wapate hata hivi vitu vidogo jamani. Kwa sababu umepata hela ndo unadharau hata kinywaji. No. Usifike huko sawa. Najua kweli naweza nikawa nakosea. Huenda kawa hata kuna wengine kinywaji hichi wakipata na wanakihitaji. Ila kama nitakuwa nimekufuru, baby I'm sorry pia. Hivyo ni issue ya msingi sana pia. Okay. Kila moyo una kificho, kila tabasamu lina kivuli. Usichokiona ndo ukweli wenyewe, hii ni siri. Kuna anatembea na kivuli gizani, akizungumza na sauti zisizo na mwili. Anapanda mbegu za damu ardhini, ili kesho avune tunda la nguvu za siri. Dada, mbona size hapo kwenye mageti ya watu? Nitachoka. Yes, mimi. Nimechoka sana. Kama itapendeza zaidi, ndio ndani alafu rudi kutoka nje uje maliza. Lakini sio vyema kumwacha hapa nje. Hebu tuingie ndani. Sawa, kwa sababu wewe ndio mwenyeji, kama kila kitu kitakuwa sawa, hamna shida. Of course, maana hatuwezi kumwacha hapa. Na kana na shida sana. Zinaweza kukuinua au kukuangusha. Mwingine anahesabu pesa kwa kivuli, kila noti inarufa jasho lisilo la. Binti, umekuwaje kulala kwenye mageti ya watu? Kuna shida gani wewe? Hapa nilipokuwa naishi, nilipokuwa nafanya kazi. Sasa wamehama toka juzi, wakasema wananifuata. Lakini toka juzi hawajanifuata mpaka leo siku. Naona kakaangu, sija kitu chochote. Siku ya 3. Unashindwa kujiongeza mtu mzima. Sina wazazi. Sina ndugu. Sina pa kwenda.
Nyanyuka kwanza, kaa kwanza. Nyanyuka, kaa kwanza hapo, nyanyuka. Nyanyuka, kaa hapo. Mr. P. Ndio. Mimi nadhani huyu anahitaji msaada wa dhati. Mimi nafikiri kusuru halina shida, Bwana Chopa. Nimemsikiliza binti, kwa kweli historia yake inasikitisha. Kwa hiyo mimi nafikiri cha kufanya hapo nitampatia nauri pamoja na pesa ya matumizi ya siku 3, 4, 5 kidogo za kuweza kumkia. Kaka. Pesa pekee si kwa msaada. Ususa kwa mimi. Ambapo nimeshinda kama wazazi wangu wamenikimbia. Nilikuwa naishi nao kama wazazi wangu. Nilikuwa nikiwa bado mdogo sana. Sina mama. Sina mama kama mama nisaidie. Mr. P. Mimi nadhani tungempa msaada wa hali ya juu sana. Ukizingatia na hali yake jinsi ilivyo, kiukweli anatia huruma. Na hapa ndani na imani utakuwa unaishi peke yako. Hutakuwa na msaada wote ule. Hivyo ningependekeza au ningeomba ukizingatia sisi ni binadamu, kuna leo na kesho. Hivi huyu binti anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwako. Au umelichukuliaje Mr. Pierre? Nitamsaidia. Atakaa hapa. Saidizane kazi hapa. Nakushukuru sana kaka. Mimi nikushukuru kwa hilo. Umefanya jambo la maana sana. Kumbuka sisi ni binadamu. Na baadhi yetu tunapitia mambo mengi sana. Kuna changamoto za hapa na pale. Nadhani atakufaa. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Olini. Okay. Sawa, usilie, nyamaza, sawa? Sawa kaka. Yeah. Karibu sana dada. Tuna kila kitu kwa sawa, na kusikiliza tu ndani pumzike. Ngoja niwazungushe mazingira ya ndani. Okay. Sawa. Dada, subiri kidogo hapo. Kaka. Yes? Sijui sana nikushukuru vipi yani. Msaada ulionifanyia. Yaani umenifanyia msaada mkubwa sana kaka yangu. Yaani Mungu azidi kukubariki mara 2. Yaani umenifanyia msaada mkubwa sana kaka yangu. Yaani Mungu azidi kukubariki mara 2 hapa. Yaani akupe uzima, yaani uzima kabisa. Yaani nashukuru sana kaka yangu. Wala hata usijali. Lakini shukrani si maneno, ila ni namna vile ambavyo unaweza kaitumia ile nafasi ambayo uliopewa. Ya, maisha yamenifunza kitu.
Wewe leo hapo ni mgeni, lakini kesho unaweza kuwa msaada hata kwa mwingine. Ni kweli kaka. Hivi ulisema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Rory kaka. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Sawa? Yaani kwenye haya maisha, kama unamuona mtu amesimama leo yuko vizuri, basi ujue jana alianguka. Kwa hiyo uzingatie hiyo. Kuwa na amani. Sawa. Si kila mlango hufungwa, mengine hufunguliwa. Ni sawa na waliosema, mlango wa kwanza ukijifunga, wa pili hufunguka. Nakushukuru sana Mungu. Asante Mungu. Kila moyo una kificho, kila tabasamu lina kivuli. Usichokiona ndo ukweli wenyewe, hii ni siri. Kuna anatembea na kivuli gizani, akizungumza na sauti zisizo na mwili. Anapanda mbegu za damu ardhini, ili kesho avune tunda la nguvu za siri. Naona sasa hivi umebadilika sana. Yaani hata mapenzi unaonipatia hapa ni kama vile mapenzi ya kunionjesha. Utafiri wale wauza karanga wale, ukikukuta nauza karanga na kuonjesha karanga 2 3, ndio jinsi tunafundishwa mapenzi wewe kwa sasa. Sisi sababu ni nini? Siku zote sio Jumapili. Sio Jumapili. Kwa hiyo inawezekana Jumatano. Ndio maana unaamua ufanye puzi kama unaofanya. Haya ni mapenzi gani? Mapenzi gani? Unatukua hivi. Kali tumebadilika. Sawa, tuachane nayo. Kuna jambo nataka nikwambie. Mimi nimeliona. La kuhusu jamaa yako Pidii. Nimeona kwenye TV. Yule jamaa kapandishwa cheo. Kusema ile taarifa hujapata? Nimeona. Yaani mtu karushwa mtandaoni. Yaani kila mtu kaona, afu mimi siwezi kwa sababu gani? Safi. Nimefurahi sana kama uliona. Si umeelewa? Yule jamaa alikuwa anakutaka. Sasa huu ndio wakati mchongo maalum umefika kupiga pesa. Alikuwa bwana wangu. Hata mwenyewe umeshasema alikuwa bwana wangu. Nikaachana naye na nikao na wewe. Kwa hiyo ishapita. Sawa? Ndio maana nipo na wewe sasa hivi hapa, tafuta hela zako. Mimi mwanaume mzima. Unashindwa kutafuta hela zako.
Unaziwazia hela za mwanaume mwenzio. Kipindi anasoma wewe ulikuwa wapi? Sasa umejibu gani? Acha kujizima data, wewe ni mwanaume. Kaa utafute hela zako, usitolee macho hela za mwanaume mwenzio. Sio, unanielewa? Siwezi kufanya huo ujinga hata siku moja. Kaa, chakata akili yako, tafuta hela zako. Macho usije kutoka kwa mkaka wa watu ukapandisha cheo mhandisi. Mimi siwezi ujinga. Sifanyi huo ujinga. Shit. Shit nini? Clarity. Hivi unajua hapo unaishi kwa nguvu za nani? Sio shida. Kwa hiyo umesikia yule jamaa yako pindi yule kapandishwa cheo, tayari unaanza kunigeuka unatoka nje ya makubaliano, si ndio? Siwezi kufanya huo ujinga. Tafuta hela zako. Mwanaume mzima una hata haiti nikamchunia mwanaume mwingine kuletea wewe. Haiwezekani. Ninachokuambia, fanya kama jinsi ninavyokuambia hapa. Okay. Naomba unielewe. Unanisikiliza? Ninachokizungumza inatakiwa ukifanye. Yaani kama nunda, mimi ni nunda. Mara 3, mara 4, mara 5. Ngenga. Wewe nitakufanyia kitu kibaya iwapo kama unataka kunigeuka. Si unanisikia? Natoka, nikirudi, nikute majibu sahihi. Ndio au hapana. Na kama hapana, unatoka hapa kwangu. Na natarajia nipate majibu ni yes, hakuna no. Ndio, hakuna hapana. Kwenda huko mwanaume mzima unashona kutafuta hela zako sina muda mchafu. Wewe nimekwambia katafuta hela zako. Mimi sijali wala nikatafuta hela zako. Sawa. Oya. Ukileta upumbavu, ukileta ujinga kama unauleta hapa, nakwambia hivi utarudisha gharama zangu zote. Na nakwambia hivi, kama wewe ushakunirudisha, yani ukinitarudishia hata kurudisha mwili wangu. Nio, usinitishe bwana, katafuta hela zako pisha hapa. Sikia mwanamke. Sawa. Na kama umeshindwa kufanya maelekezo yangu ninayokupa. Sawa. Kuanzia mama yako yule na wewe wote ni mapimbi nisiwakute hapa. Usitutishe. Na utoke. Nitoke nenda wapi? Sinakwambia. Nitoke, nilikutuma ufanye vitu vyote visikie lele chako. Mwanaume wa hofitu, uende ukamchunia PD, ulete hapa tufanye mambo yetu. Nishinda kufanya mambo yangu nikae na kufikiria wewe mpumbavu mmoja. Na bado utaona. Mwenye ni mipango yangu hapa nikaenda kusikiza wewe Tyler mmoja nyo na kwanza hapa. Kama utaniona utabaki unaona manyunyu. Kila moyo una kificho, kila tabasamu lina kivuli. Usichokiona ndo ukweli wenyewe, hii ni siri. Kuna anatembea na kivuli gizani, akizungumza na sauti zisizo na mwili. Anapanda mbegu za damu ardhini, ili kesho avune tunda la nguvu za siri. Anaamini njia ya mkato ni sahihi, hata kama roho yake imefungwa minyororo. Kicheko chake ni kama taa ya mbali, lakini ndani yake kuna kilio cha moto. Siri zinaishi mioyoni, zinacheza nyuma ya nyuso zetu. Zinatufanya tulio wazi kuwa giza, nani ataokoka na ukweli wake? Kila mtu ana mzigo anaoficha kwa tabasamu la uongo. Zina nguvu kuliko sauti, zinaweza kukuinua au kukuangusha. Mwingine anahesabu pesa kwa
Wewe binti. Wewe ni nani na unafanya nini hapa? Mimi tena kaka. Hilo swali la kwako au la kwangu mimi?